Sawa, nimeona nifanye na upande wa pili kwamba unafanyaje pale ambapo wewe ni kiongozi alafu unaongoza watu yani wanajua vitu kukuzidi. Okay, sasa hii huwa inakuwa changamoto kubwa sana kwa wale ambao wamekuwa wanaamini kwamba ili mtu awe kiongozi, labda cha kwanza awe na umri mkubwa, alafu pia ili uwe kiongozi ni lazima uwe unajua vitu kuzidi wale unaowaongoza. Sasa hivi imekuwa ni tofauti. Kuna mwaka fulani hivi nilikuwa nafanya kazi kwenye meli meli ya Logos. Kama umeshawahi kusikia meli ya vitabu, imewahi kuja Dar es Salaam hapa bandarini mwaka jana, sijui kitu kama hicho. Nilikuwa ninaongozwa na watoto actually, na alafu walikuwa wanajua mambo. Sasa sema mwanangu, nilikuwa na mind kwa sababu tumekuwa tunaona hivyo kwamba ili mtu awe kiongozi it has to do with umri wake na anajua kukuzidi. Sasa hivi ni tofauti, inafika kipindi unawaongoza watu ambao wanajua mambo kukuzidi, yaani wanakuzidi sana. Sasa cha kufanya huwa ni kuja kwenye redefine kwa nini unaongoza, kwa sababu hauko kwenye nafasi ya uongozi kwa sababu tu ya umri wako au kwa sababu tu ya vitu gani unavyovijua. Watu wanawekwa kwenye nafasi za uongozi ili waweze kuleta matokeo. Okay, ili matokeo yafanye nini? Yaonekane. Nafikiri hiyo ndio ultimate purpose ya kwa nini watu wako kwenye nafasi za uongozi, kwa sababu kuna majibu yanatakiwa na wao wamewekwa kwenye hizo nafasi kuhakikisha hayo majibu yanafanya nini? Yanapatikana. Kwa hiyo focus sasa wakati huu isiwe ni wewe unajua au haujui, bali focus iwe ni kwamba matokeo yanapatikana. Maana yake hawa watu ambao umepewa wanaojua, wape nafasi ya kutumia hivyo hivyo wanavyovijua wao, ili waweze kuleta matokeo ya jumla, kwa sababu mwisho wa siku matokeo yakionekana ambayo ni bora kwa haraka na yana faida, wewe unafikiri nani atapewa sifa? Ni kiongozi, ni wewe. Kwa hiyo usijisikie vibaya pale ambapo unaongoza watu ambao wanakuzidi mambo, wanajua mambo. No, hiyo kwako ni advantage ya kwamba umepewa resources, umepewa hawa watu wanaojua mambo ili wakusaidie katika uongozi wako, mambo yaende vizuri. I hope hii itakusaidia. Kumbuka sasa, hii ni hekima nyingine ya leo na haijawa hekima mpaka umeitumia. Tumia hiyo hadi wakati mwingine. Bye.